hasa wa kipindi hiki wengi tunagusa na kujaribu maeneo mengi sana tunashindwa, mpaka inafikia mahali kijana anakuambia mimi sijui cha kufanya. Unamshauri kijana kama huyo kulingana na kile ambacho umepitia na ulichokifanya kutoka katika familia? Kwa kijana kwa cha kwanza anapaswa kufanya, kwanza achunguze kwenye familia yao ni nani. So anaweza akajijua yeye kupitia kusoma familia zao, na ndo kuna vipaji vingi vimejificha vilikopo kwenye familia yake vimejificha. So akimshirikisha Mungu, kama nilivyosema mara ya kwanza, Roho Mtakatifu anamfundisha, so itamsaidia Roho Mtakatifu kumjulisha vipawa vilivyo ndani ya familia. So atajumlisha dots atakazoambiwa Roho Mtakatifu na zile ambazo yeye mwenyewe anaziona kwa kuwasoma wazazi wake, kujisoma mwenyewe, kumsoma babu yake. So anaweza kujumlisha zile dots na kujigundua kwamba mimi ninaweza nikawa mtu fulani. Na unawaambia nini wachungaji ambao wako katika nafasi ya ulezi wa hawa vijana? Wachungaji ambao wanalea hawa vijana, inapaswa wao zaidi sio kwamba ni mbaya kudili mambo ya kiroho, lakini Mungu anaweza akawatumia wao kwenye kujua vitu vya watu wao wanaowachunga, kwa sababu kama nilivyoambia kwamba wao wana ushirika mzuri, wachungaji wana ushirika mzuri na Mungu Mtakatifu. So kama wataamua kuexplore talent zilizopo kwa waumini wao kwa kuwasaidia vijana, basi inaweza ikawa nzuri zaidi. Sisi inaweza ikawa nzuri zaidi. Kwa hiyo kwa mimi, kwa ushauri wangu kwa vijana, wameke time na vijana wao, wawaone kama mshangao wako ni kuuliza, sio mambo ya kiroho, mambo ya kimaisha ya kawaida, lakini Mungu aliweza kuzungumza naye kwa wazo ambalo wazo aliniambia niliingia ndani kwangu. Tena kama aliniambia, nilishaanza kuandaliwa kabla kwa kuanza kusikia ndani yangu tafute sasa. Lakini mkurugenzi, kuna maeneo ambayo tunadhana potofu kabisa, kwa mfano kwa vijana ambao wana mawazo tofauti. Kwa mfano tukizungumzia swala la Kanaani, kama ambalo lilikuwa kwa Milton Kanaani, kwa imani nyingine potofu kwa nchi zinasema kwamba kufuga wanyama kunahusianishwa na uchawi na vitu vingine vya imani ambavyo sivyo sawa kufanya kama mwana wa Mungu katika ufalme wa Mungu. Sasa dhana potofu ni vitu ambavyo vya upasi kuangalia failures za watu, inabidi uangalie watu waliofanikiwa. Hata mimi wakati naanza kufuga, watu ambao walikuwa hawaelewi mawazo yangu au nachotaka kufanya ni watu ambao walifanikiwa, lakini sijawahi kukutana na tajiri akapinga issue ya mimi kufanya biashara ya kubreed au kufundisha mbwa. Wengi ambao wamenisupport. Sasa napenda tujifunze kutoka kwa watu waliofanikiwa, lakini ukidili zaidi na watu ambao wamefeli, huwezi kufanikiwa. Kwa maana hiyo unasema kwamba MK9 mkurugenzi, kijana yoyote anaweza akaanza wazo lolote ambalo anataka kulifanya? Kijana anaweza akaanza wazo lolote anataka kulifanya, lakini kizuri zaidi akiwa anafanya after mentor. Tukimzungumzia MK9 ilianza ukiwa na mtaji wa kiasi gani cha fedha? Kwa MK9 kwa kitu tunachofanya kikubwa kwa sasa hivi ni present sana kwenye mambo ya ufundishaji. Katika ufundishaji mimi sijaanza na mtaji, nimeanza na knowledge. Lakini katika breeding tuseme nilianza na mtaji wa $1.5 ya kununua yule mbwa, ambaye pia huyu mbwa nilijifunzia kupitia huyu mbwa. Vitu vingi nilijifunzia kwake, kama training nilijifunzia kwake, kwa sababu kama nilivyokuambia awali alikuwa ni mbwa muhimu sana mishindani. Kwa hiyo upande ambao sasa hivi naweza nikaenda kwa client nikafundisha nikafanya knowledge. Asante sana MK9. Wana Mungu wangependa kufahamu wanakupataje? Mimi njia nyepesi ya kunipata ni kwenye njia ya mtandao wa kijamii. Ukiingia Instagram account utaandika MK9 kama ambavyo inaonekana logo yetu hapa juu kwenye ofisi. Ukiangalia unaweza kuipata. So ile kwa MK afu kuna 9
unaweka hashtag Tanzania, utaonekana pale. Basi ukishafika pale, mambo mengine yote tutayapata kupitia huko, lakini pia vile unaweza kupata kwa njia ya mtandao wa simu kwa namba ya 0713217731. Hiyo namba muda wote iko active, kwa unaweza kupata kwa njia hiyo. Basi Mungu, nadhani tunaelewa kabisa namna gani ambavyo tunaweza kuwasiliana moja kwa moja na headquarters ya MK9 Milton Canine kwa ajili ya mafunzo au huduma zozote ambazo zinahusiana na mbwa. Mkurugenzi, nikirudi kwako, katika swala zima la utawala na usimamizi wa MK9, unawezaje kuhandle na mfumo mzima wa utawala na usimamizi ya MK9 mkaji? Actually katika utendaji kazi yetu sisi, katika structure yetu jinsi ilivyo ni kwamba kwanza nikianzia hapa ofisini ambapo tunafanya shughuli nyingi kama nilivyokuambia. Lakini katika upande tu wa mbwa ambao wanakuja, kwa sababu mbwa wote wanakuja hapa ni kaja bodi, haijalishi kwamba ikaja daycare au kaja kuja training, lakini lazima kaja bodi. Lakini katika kwenye kugawanya madaraka kuna mwalimu wako kwa ajili ya kufundisha mbwa, kuna handlers wako kwa ajili ya kuhudumia mbwa, kazi ya kuhudumia mbwa tu. Alafu kuna decoys wako au kazi yao kuact as a dog. Kwa hiyo huyu mbwa akimuona atamkimbiza, na akimkimbiza tunasema ya mbwa kaelewa. So utakapomuona mbwa kamuona yule decoy afanya mkimbiza, so maana asali ya kasa, kwa sababu yeye kazi yake ni hiyo hapo. Na handler kazi yake ni kuhudumia mbwa, kuangalia chakula na kadhalika. So tumegawanya katika namna hiyo. Lakini pia vile MK9 kwa vile ambavyo tunafanya hapa, tunafanya daycare. Kuna mtu unakuta na mbwa wake anatamani asafiri, lakini katika kusafiri kwake hajui mbwa atamweka wapi. Kwa hiyo sisi tuna hostel, tuna kennels ambazo tumezinga kwa mfumo wa kisasa, mbwa ambapo anaweza kafika na akapata huduma zote hapa. Fulana zetu sisi ni nafuu sana za kumweka mbwa, na mbwa yuko safe, na pia tuna kawaida ya kuwatumia clients wetu video za progress za mbwa wao wanapokuwa hapa. Na daycare sisi ni tofauti na daycare zingine, kwa sababu sisi kwa kukaa kwetu kuna training anazipata. Kama ni mtu mbwa wake na security, anaweza kashangaa vitu kawaida kila kiondoka security quest. Sio kwamba alikuja kwa ajili ya kufundishwa, ila kuna vitu atavipata, kwa sababu hata mbwa wao ndio sisi kuwafundisha, wanafundisha na wao. Sasa kama mbwa ana tabia nzuri, wanawafundisha na kuwapa tabia nzuri. Na kile pia vile kuna hawa mbwa house dogs. So mara nyingi hapa Tanzania tuna watu wanatoka nchi jirani. Lakini wanapofika hapa wanakuta kwamba wanatamani kurudi kwao kwa likizo, lakini sasa changamoto ni mbwa kusafirisha gharama kubwa sana. Na kuna watu reliable wakabidhi kwao. Ila sisi hapa tupo kwa ajili. Ina maana kama mtu anasafiri kwa balozi wapi na wapi, anataka mahali pa kuleta mbwa wake wa bodi wa daycare, anaweza kupata daycare au bodi akapita. So sisi tuna mazingira mazuri kama ya nyumbani ya kumweka mbwa. So hata changamana na wale mbwa wa security, atakaa yeye kama mbwa nyumbani. Kama unavyoona haya mazingira unayoona hapa ni mazingira ambayo sisi tunatumia kwa mfano. Kama unaona mbwa hapa ipo, huyu bodi. Lakini huyu ni mbwa American Bulldog anajulikana kwa korofi, lakini katulia kabisa mbwa. Katulia kabisa. Anaweza kipindi katulia sehemu moja hapa kaita food ya nini. So mazingira yote anayokaa hapa ndio mazingira anayokaa mbwa ndani. Ndio haya hapa. Mpaka sasa umekuwa na uwezo wa kuwa na wafanyakazi wangapi? Ajira umeshatoa kwa watu wangapi? Actually mimi mpaka sasa hivi sina wafanyakazi, ila mimi na timu. Timu yetu ina watu wengi sana, kwa sababu sasa hivi kwa mfano kuna vijana wa Mwanza, kuna vijana wa Morogoro, na kuna vijana wengine wa Mwanza, Zanzibar, na hapa pia kuna wilaya nyingi, kuna vijana wengi sana. Na lakini pia vile ukiondoa hivyo, kwa hapa tu sisi ambao tuko hapa tuko watu watano. Na lakini pia kuna wengine wako ambao wako nyumbani. Wote ni MK9, kwa sababu issue ile ilitokea kwa miaka nyuma. Sasa kiongozi, lakini kuna kiongozi fulani alitokea shangwe na mbwa wake. Sasa ilijana story tofauti, lakini kulikuwa kuna ndugu Henry. Sasa
Sasa sisi tuna mahenda tunafundisha. So tunapofundisha na professional handlers. No, wanakuwa professional handlers. Wanapokuwa professional handlers wanaenda kusaidia kwenye zile nyumba, kukaa na wale mbwa, kukamilisha ulinzi, kwa sababu mbwa hawa kukamilisha hawa mbwa, kwa sababu hawa mbwa ni walinzi. Sasa kama ni walinzi wanapata dog handler mzuri, wanaweza kulinda vizuri, kwa sababu dog handler ataendeleza kile kitu ambacho mbwa yuko nacho. Kama mbwa alikuwa labda ni muoga, alishafundishwa ukali, anatakiwa aendelezwe kama hapo ilivyo wanajeshi. Sasa yule dog handler ataendeleza. Dog handler atakuwa elimu kwa familia, kwa sababu wana elimu. Ataongea bwana, hiki kitu tusifanye mbwa, kwa hiyo tusiwatishie mbwa. Basi tujenge muda na mbwa wetu, wao wawepo hapa, na mbwa unapita mara kwa mara kwenye mbwa anaona. Au sasa hivi tunawapelekea chakula, basi chukua chakula ndio apelekee. So elimu kama hizo zinasaidia, na ni ngumu sana kwa nyumba kwa mbwa kuwageukia familia endapo anakuwa na vijana wetu. Sasa kumpa kadha wa kadha. Japo kwa bahati mbaya sana watu wetu na ni watu ambao ma celebrities na watu wakubwa, lakini tungetamani watu wa kawaida pia tufanye nao kazi na wajue umuhimu wa hawa dog handlers ambao tuko nao. So kwa sasa hivi tuna nyumba 9 ambazo kuna vijana wako. Hongera sana. Na nadhani haya maarifa ambayo hawa vijana wote wanayapata ni muhimu kwa kijana ambaye hajui kabisa kuhusu habari ya jinsi ya kutunza mbwa na kufundisha mbwa kuyapata. Hiyo ni muhimu, kwa sababu kwenye kari yetu kama nilivyosema kuna trainers, alafu kuna dog handler. Dog handler ni elimu nzuri na ni elimu ambayo kila mmiliki wa mbwa anapaswa awe. Lakini sasa Watanzania wengi hatupendi knowledge. Sasa knowledge ndio inaweza kusaidia. Na knowledge ya unapoishi na mbwa ni lazima ujue kuhandle. Kwa hiyo ile elimu ambayo vijana wetu wako nayo ni lazima hata aone nayo, hata kama hana muda na mbwa, lakini awe nayo tu, na hata watoto wake na familia yake na kadhalika. Na je, kuna nafasi ya serikali au wadau mbalimbali wa maendeleo kuwa na fursa ya uwekezaji katika MK9? Fursa zipo na nafasi zipo kwa wawekezaji wanaweza kaja, kwa sababu kwa hii Tanzania ni kubwa na kuna vitu vingi sana bora kufanya. Na kama tutavifanya, basi kuna watu wengi wanatamani kuishi na hawa mbwa kama part of family, kwa sababu inasemekana kwamba mtu mmoja anaishi na mbwa kama familia kuna possibility kubwa ya kuishi miaka mingi. Kwa sababu hawa mbwa they can fake death but they will never fake love. Sasa sisi binadamu ni tuishi vizuri, tunataka upendo. Watu wengi wanaishi hawana mahali pa kuonyesha upendo wao, lakini kwa mbwa hapa unaonyesha upendo na hawezi kufake. Atakujibu vyema, atakujibu. Sasa hii anakuletea ile affection, inaongeza siku za kuishi. Unadhani kuna uwezekano kukawa na haja ya masuala ya mafunzo ya mbwa au utunzaji wa mbwa kuingizwa katika mitaala ya sehemu serikali, kwa mfano VETA, wakiingiza mafunzo ya mbwa kunaweza kukawa na msaada wote katika kusolve au kutatua changamoto ya ajira kwa vijana? Hiyo ni kitu nzuri na inaweza kusaidia sana. Kwa sababu mimi nimefanya kazi Dubai, kwa hiyo nimeona kule wenzetu ajira zilivyokuwa. Mimi sasa hivi nikiamua kurudi Dubai kusema nchi nyingine yote kupata kazi ni easy. Sasa hiyo inafungua fursa kwa watu kufanya kazi ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa sababu hii issue ni hotcake nje ya nchi. Sasa sisi hapa tunadili zaidi sana bodaboda sio tani. Sisi kama ni kitu kibaya. Ni kweli. Lakini ni ngumu sana kumwambia bodaboda nje ya nchi. Lakini dog handler wote au trainer wote nje ya nchi kupata kazi kitendo cha sekunde. Lakini vile vile shule ziko chache sana kufundisha hicho kitu. So ukiangalia kama kwa mfano kwa Afrika hapa hakuna shule rasmi, na shule ambayo iliyopo South Africa ambayo inafundisha
hichi kitu. Tutaamini kutakuwa na shule ya MK9 inayofundisha. Kama sisi hapa tunafanya, lakini bado haijakuwa rasmi. So kama serikali tunapata support kutoka kwao, tukahusiana nao labda kwenye VETA, tukawa na nafasi ile. So tunafanya hichi kitu na kitu kizuri ambacho kinaweza kutatoa ajira kwa watu wengi sana. Lakini pia tunaona namna ambavyo serikali ina mchango mkubwa sana katika kuendeleza na kukutanisha watu mbalimbali pamoja na wadau wa maendeleo. Umewahi kutangaza biashara hii katika mabanda ya matangazo, kwa mfano 77 au 88, ambapo serikali inaweka wazi kabisa maeneo kwa ajili ya watu kukutana na watu wengine na wadau mbalimbali wa maendeleo kuweza kushiriki au kutangaza biashara yako kwa watu mbalimbali? Kwa mimi mahali pekee ambapo nimewahi kujitangaza as association. So tulikuwa tuna association, tunayo mpaka sasa hivi association, lakini iko kwa sababu ni kwanza full mmoja. So tulikuwa tuna association yetu na mimi nilikuwa kiongozi kule. So tulikuwa tunajitangaza kwenye maonyesho ya 88. Lakini kwa muda mrefu sana nilikuwa sipo kule, shughuli zangu nilifanya da. Kuna namna nyingine yoyote unayotumia katika kuitangaza MK9 ukiachana na mabango ya biashara au mabanda ya biashara katika maonyesho? Njia pekee ambayo naitumia mara nyingi kuitangaza, njia kubwa sana ya kwanza ni kufanya vitu vilivyo bora. This place, the Holy Spirit is moving in this place. There's an overflow of joy, an overflow. There's an overflow of joy, an overflow. There's an overflow of rivers of anointing, an overflow.